Yesu Kristo aliye nuru halisi atukuzwe sana. Kwa majina ninaitwa kuhani, nabii na mwalimu Amos Paulson Tenga. Kuna jambo zito ambalo nataka kulitoa leo, ambapo nataka kutoa kwa hizi dini mbili, yaani Wakristo pamoja na Waislamu ambao wako katika anga hii hapa au nchi hii. Niko naongea ya kwamba kuna swala ambalo linazunguka sana. Kuna mabishano mengi mno ambayo huwa watu wanabishana, ni yupi Mungu wa kweli, kati ya Mungu wa Waislamu na Mungu wa Wakristo. Sasa nimemwambia Mungu, nikamweleza Mungu, nimekuja kukueleza jambo. Je, wewe una majina yanayoitwa Allah? Kwa sababu ninakujua kwa jina la niko ambaye niko, Jehova, Yesu, Mungu wa Israeli. Watu Waislamu wanasema eti wewe ni Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Ndio uliyemuumba na Adamu na Hawa. Ni kweli wewe jina lako lingine unaitwa Allah kama wanavyosema Waislamu? Bwana aliniambia, akaniambia hapana, sina jina hilo linalo kwamba eti mimi naitwa Allah. Hapana, huyo Allah ni Mungu wa Waislamu au Waarabu, ni Mungu anaitwa Aladi. Waislamu wanamuitwa Allah. Nikasema, kwa hiyo wewe sio Allah? Akasema ndio. Kwa hiyo Waislamu wanatuongopea. Akasema, mwanangu, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Nikasema, kwa hiyo wanaposema Waislamu ndio wanaruhusiwa kuchinja kwa ajili ya Mungu wa kweli, eti Wakristo sio yaani Wakristo hawamwabudu Mungu wa kweli, eti ni makafiri, ni kweli? Akasema, mwanangu, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na hekima, hawajui maarifa. Ndio maana mwanangu, nakataa yote ya kwamba mimi sichukui harufu yoyote ya wanyama. Anayepokea harufu hiyo ya wanyama na sadaka hiyo na hiyo damu ni aradia, sio mimi. Mpaka sasa ninavyowaambia watu wangu wengi wameangamia, na watu wanaangamia kweli. Nikamuuliza, wanasema Wakristo eti vyakula vyote tumelizia watu kwa kuwa wanatumia damu ya Yesu na kuvitakasa vyote, hii imekaaje? Kaniambia, kama ukiona mtoto wako unampa chakula lakini chakula ni chenye sumu, anatokea mtu anakiondoa chakula kile, anakiweka chakula kizuri, kila siku hivyo unamwekea chakula kinawekea sumu, lakini anakuja mtu anakiondoa kile, mtu mwema anakiondoa kile kitu kile chakula kibaya anakiweka kizuri. Siku mwanangu kigundua kwamba mtoto wako anafanywa hayo, je, utamtegemea yule mtu mwema anayekuja kuchukua vile, anayechukua chakula cha mtoto wako na kukiweka pembeni na kuweka chakula kizuri kila siku, iwe kazi hiyo? Je, wewe ungejua ungefanyaje? Nikamwambia ingebidi nihakikishe hicho chakula kinakuwa salama, niangalie chanzo chake kiko wapi, kwa nini chakula kinakuwa kibaya. Akasema, kumbe ndio hivyo, uelewe kwamba chakula nimewapa mifugo, wanyama mle, lakini ametokea mtu mbaya, kile chakula nakiwekea sumu, lakini wanangu natuma, katueni kile chakula kibaya
mwekeni mwanangu chakula kizuri. Ndivyo ilivyo. Watu wangu wanakosa maarifa, watu wangu wanakosa maarifa, wanaangamia. Nikasema nakushukuru Bwana wa majeshi, mfalme mwenye nguvu, Mungu wa utukufu mwema. Sikilizeni watu wa Mungu mnaonisikiliza sasa, na yeyote ambaye ananisikiliza kuanzia muda huu sasa. Bwana ameniambia hayo. Waislamu mtaniambia nini? Nina hofu na kitu kimoja. Kuna kipindi fulani ilizuka ya kwamba nani achinje. Hilo swala wakakaa, sijui na askofu, sijui ni maaskofu wa kanisa gani sijajua, sijui ni wa Katoliki, sijui ni kanisa gani, maaskofu wa aina gani, sijui ni viongozi wa aina gani, wakasema bora yaishe, wachinje Waislamu. Mmekubali ya kwamba nyinyi ni makafiri wa Kristo? Mmekubali Waislamu wanapatia nguvu kwamba Wakristo ni makafiri kwa sababu ya Wakatoliki, kwa sababu ya Ukatoliki, kwa sababu wakiangalia Ukatoliki wanaona kabisa hakuna haki, hakuna matendo mazuri, wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu. Kwa hiyo Waislamu wanawafananisha Wakristo wote kwamba mpaka walokole wameweka kwenye kundi la hao Wakatoliki kwamba na sisi ni waabudu sanamu. Ndio maana Wakatoliki hao Waislamu wanasema sisi ni makafiri. Nasema hivi, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, kama Mungu alivyoniambia kwamba watu wangu wanakosa maarifa, wanaangamia kweli kweli. Kuna sumu ambayo Wakristo wanalishwa na Waislamu. Kuna uchawi mkubwa sana, mpaka mitume, manabii, wachungaji wa Kristo, wachungaji na walimu na wainjilisti, hamjagundua bado, hamjajua kwamba Mungu hayupo huko kwa Waislamu. Hamjui hiyo kitu. Hamjui kwamba Waislamu wanaabudu mashetani. Hamjui kwamba Waislamu wanaabudu na majini, wanaswali na majini. Majini sisi ndio adui zetu, ndio malaika waasi waovu waliomwasi Mungu kule mbinguni mpaka wakapigwa na kudondokea hapa chini, wakadondoka kama umeme. Na sasa mnaabudu nao kwenye masinagogi, kwenye misikiti. Hamjui hiyo? Hamjui ya kwamba Waislamu ni makafiri? Ijapo wanatuambia sisi ni makafiri, kwamba wao ndio makafiri. Na ile Qur'ani ile imeongopa kweli, imeongopa na imeshushiwa na mashetani, na ukweli upo. Kwani hamuisomi Qur'ani? Hamuoni maandiko? Hamuoni? Je, hamtambui kwamba hawa watu wanapofanya kibla yao, wanapoelekezea wanyama, wananuiza maneno, hamjui kwamba wananuiza maneno gani? Mnajua maneno gani wananuiza? Sasa mnajua mpinga Kristo ni nani? Ni Muislamu. Mpinga Kristo ni nani? Ni Muislamu. Hata adhana hizi mnazosikia asubuhi, mnajua ni mpango wa mpinga Kristo. Hamjui kwamba kuna mambo mengi sana, hata Waislamu wanazidi kuongezeka. Hamjui kwamba ni mpinga Kristo. Muislamu anazaa watoto, anaoa wanawake 4. Hamjui hiyo ni tayari ni wao wazaliane wao wengi, ili Ukristo udidimie, kwa sababu Kristo na mke mmoja. Hasa mmoja Muislamu anapooa mwanamke mmoja 4, na maana Muislamu mmoja anazaa watoto mpaka 5, 4, 5, 3. Je, akioa 4 inakuwaje? Wanaongezeka dunia hadi dunia. Lakini kumbukeni, kuongezeka kwao wao kusitufanye tukosa raha sisi watu wa Mungu. Wanapochinja ile kitu, wanakuwa na manuizo mabaya, kwa sababu ni wapinga Kristo. Wananuiza kwamba watakapokula wa Kristo hii nyama, wala kula hii nyama, basi wasinzie, basi waumwe, basi washindwe kuwa na nguvu za kuomba. Kunakuwa na nguvu ambazo mapepo yale makubwa, ambayo ni hilo kama pepo kubwa ambalo ndio Aladia, ambalo ameniambia huko wanamwabudu kama Allah. Linapochukua ile sadaka pamoja na mashetani mengine, yanakuja yanatia manuizo, yanatia nguvu kwenye kile chakula. Unapokula wewe, mtu wa Mungu, mtu wa maombi, mtu wa Mungu, unapokula kile chakula tayari kimetiliwa manuizo mabaya. Kuna roho chafu na mashetani zinakuwa zinaingia kwenye vyakula. Kwa hiyo mimi kama mtumishi wa Mungu ambaye nimechipuka ghafla binivu,
nimeshapata kujua ya kwamba hawa ndugu sio. Kumbukeni chanzo kwanza, kumbukeni walikuja kujaje hapa Afrika, walikuja kujaje hapa Tanzania. Kumbukeni, angalieni pale Bagamoyo pameacha laana pale, pana laana pale, pana laana ya utumwa pale, kuna hali zinarudia pale, kuna watu pale walitoa machozi wakitoka Ujiji, wengine kutoka Kongo Mashariki wametoa machozi. Watu wanafika pale, wengine hawajui eneo lile ni geni, wanakuta bahari pale, watu wanachoka, wanakuta tu maboti yamepaki pale, bunduki zimepaki, wanapelekwa Zanzibar kwenye utumwa. Hata Zanzibar mnayoona ile pale ina laana kwa sababu kuna utumwa. Kulikuwa na soko kubwa la kuuza watumwa, ile ardhi zile pale inalia watu. Kuna watu wametoka Tabora, watu wametoka Mwanza, watu wametoka maeneo mbalimbali, Tabora huko sehemu mbalimbali, Kigoma, sehemu nyingi sana. Waarabu walipeleka wakawauza pale. Heli wale wa mishonari wa Ufaransa, watu kutoka Ujerumani, kutoka Uingereza, waliokuwa wanakuja kwa ajili ya kuoza mashamba, lakini hawakufanya vile walivyofanya Waarabu. Waarabu walifanya. Unaposikia Uislamu, jua kuna mtu yuko nyuma yake ambaye ni Mwarabu. Mwarabu unayomsikia Mwarabu, kuna nyuma yake kuna roho ya shetani. Angalieni hata huko Waarabu wamewachezea wake zao, wameharibu, wanaingilia kinyume cha maumbile. Watu hao wameeneza ubaya katika Afrika hii, katika Tanzania hii. Leo hii tayari wameleta dini ambayo nyinyi mnasema kwamba ni dini safi. Sasa mimi nasema hivi, sikubaliani na nyinyi, na nina hofu na uongozi uliopo wa Kristo, uongozi unaoongoza mpaka sasa. Mimi sina uhakika sina, yani sijui mnafanya nini hapo. Itakiwa muondoke hicho. Kama mnapewa hela, kama mnapewa mshahara, ajeni kuwapa hela watu, palanganisheni hicho kikosi. Nyinyi viongozi, sijui ni teki, sijui ni viongozi wa makanisa gani, sijajua, sijui ni kanisa la Katoliki, sijui ni kanisa la Anglikana, sijui ni kanisa la Pentekosti, sijui ni viongozi gani, sijui ni manabii, sijui ni mitume ambao nyinyi mnashikilia Ukristo, ambao ni viongozi na sijajua mko Dar es Salaam au mko Dodoma. Ninawaambia hivi, nyinyi viongozi wa dini ya Kikristo, hamna mnachokifanya hapo. Nyinyi viongozi itakiwa muondoke na msambaratiki kabisa hapo. Mnachokifanya hapo ni upuuzi mkubwa. Mimi naweza kusema kwamba ni nani aliwaruhusu kwamba watu walishwe nyama za kichawi ambazo zimeelekezewa kibla? Na maana Mungu yuko Maka, Mungu yuko Saudi Arabia, Mungu yuko huko Madina. Nataka niwaambie, hakuna Mungu huko. Mungu ameniambia hayupo huko. Kwanza Mungu yuko